Hello, habari. Karibu tena katika channel yako hii. Lakini leo tunaenda kujifunza kuna kitu kimoja kwamba mtu wa Tanzania wanashauriwa wao wanasoma sheria. Kwamba tafuta sheria usome, tafuta kitu gani usome. Kusoma sheria ni muhimu, lakini wanasomaje sheria? Je, hizo sheria zikoje? Au ziko kwa namna gani? Je, zimegawanyika, zinasomeka zote kwa namna moja au hazisomeki kwa namna moja au ziko namna gani vipi? Kwa leo ndo tunaenda kujifunza namna ya kusoma sheria. Sheria ni nyingi. Sheria ni kanuni au utaratibu ambao umewekwa kwa ajili ya kufuata kitu fulani au kwa ajili ya kuheshimu kitu fulani. Yaani kwa mfano yale mawe 10 ambayo alipewa Musa yenye amri 10 za Mungu. Pale sheria hizo ni sheria za Mungu ambazo zinatakiwa zifuatwe. Kwa yale mawe ambayo alikuwa amepewa Musa yenye amri 10 za Mungu yana sheria ambazo zinatakiwa zifuatwe. Kwa hiyo sheria ni utaratibu na kanuni ambazo zimewekwa kwa ajili ya kufuata kitu fulani au kwa ajili ya kuheshimu kitu fulani. Lakini leo tunagusia kidogo tu. Leo tutagusia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya hapo tutaendelea na videos nyingine huko mbele, tutagusia basi hayo mambo ya sheria hizo zingine. Lakini leo naomba tugusie tu kwanza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tujue inasomwaje. Hii ndo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaitwa, wazungu wanasema the Constitution of the Republic of Tanzania of 1977. Kwa ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Ni muda kidogo umepita tangu itengenezwe hii katiba, lakini imefanywa marekebisho mpaka hapo 2008 hapo kama unavyoona kwenye picha. Kwa hiyo ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaisomaje sasa katiba yetu? Huwezi kukurupuka tu kusoma katiba. Katiba ina articles. Sawa, katiba ina articles. Katiba ina articles. Yaani hizi articles kwa Kiswahili ni ibara. Kwa Kiingereza ni articles, lakini kwa Kiswahili ni ibara. Kwa katiba ina ibara. Kwa kuna ibara ya kwanza, ibara ya pili, ibara ya tatu, ibara ya 4, ibara ya 5. Sasa ngoja nikuoneshe mfano wa kusoma hizi ibara. Kwa mfano wewe nikufungulia hapa kwenye katiba uweze kuona ibara zikoje. Katiba ina ibara mzee. Sasa na nikudokezee tu kidogo kwamba katiba ni tofauti na sheria zingine. Sawa, katiba ni tofauti na sheria zingine. Hata kufunguka nikuonesha tu hii jambo ambalo unaweza ukaelewa. Ngoja nakuonesha hapo kwamba katiba ni tofauti. Unaona katiba hii hapa. Hii hapa ni ibara ya kwanza. Kwa part 1, the United Republic and the people, ibara ya kwanza ni hii ambayo ndo article. Inasema Tanzania is one state and is a sovereign united republic. Sasa hii katiba ipo kwa Kiswahili lakini pia ipo kwa Kiingereza. Kwa mimi natumia Kiingereza hapa, lakini hata pia Kiswahili ina muonekano wa hivi hivi. Kwa hiyo ni ibara ya kwanza. Hii ni ibara ya pili. Hii ni ibara ya 3. Hii ni ibara ya 4. Kwa hiyo zinaendelea hivyo hivyo. Zinaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo ukienda kusoma katiba au unasikia mtu anaposema kwamba katiba ibara ya kwanza inasema kwamba nchi ya Tanzania ni state moja. Unaona? And is a sovereign united republic. Lakini pia Tanzania hiyo ni state moja, lakini pia ni nchi huru inayojitegemea kama jamhuri. Ndio ibara ya kwanza. Atakwambia kasome ibara ya pili kwenye katiba. Sasa hizi ni ibara. Lakini hapa ndani kunaona kuna moja iko kwenye mabano, lakini pia kuna 2 iko kwenye mabano, lakini pia kuna 1 na kuna 2 kwenye ibara ya pili. Hii ni ibara. Hii moja iliyopo ndani hapa, hii inaitwa, tuseme hii article 2 sub article 1. Kwa hiyo ni ibara ya pili, ibara ndogo ya kwanza. Kwa hiyo ambayo ipo kwenye mabano ni ibara ndogo ya kwanza. Kwa hiyo utaenda kusoma kwamba katiba inasoma kwamba ibara ya pili, ibara ndogo ya kwanza inasema the territory of the United Republic consists the whole of the area of Maryland, Tanzania, and the whole of the area of Tanzania, Zanzibar, and includes the territorial waters.
Unaona hapo, hiyo ni ya kwanza, hiyo ibara ya pili, ibara ndogo ya kwanza. Ukija kuisoma hii, kama unataka kusite au kubezi hapa kwenye hii ya pili, ibara ndogo ya pili, utasema ibara ya pili, ibara ndogo ya pili, hivyo hivyo. Hii ibara ya tatu, ibara ndogo ya kwanza, ibara ya tatu, ibara ndogo ya pili. Sawa. Na pia hii katiba kwa Tanzania, ndo kwa kumalizia, hii tusinani sana, tutajifunza vitu vingine zaidi kwenye video zinazokuja. Hii katiba ndo mother law, yani ndo sheria mama kwa hapa nchini Tanzania, na pia nchi zingine zote. Yani katiba ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sheria mama. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni katiba inatengenezwa kutokana na maoni ya wananchi, lakini sheria zingine zinatengenezwa na bunge. Ngoja nikuoneshe sasa ibara ambayo inaonesha hii katiba ndo sheria mama. Kwa utakuja kama kawaida yetu, utasoma hapa ibara ya 64. Unaona? Ibara ya 64, ibara ndogo ya 5 hapa hivi, napoika kidole hapa. Inasema without prejudice to the application of the Constitution of Zanzibar in accordance with the Constitution concerning all matter pertaining to Tanzania and Zanzibar which are not the union matters, the Constitution shall have the force of law in the whole of the United Republic, and is even may other law conflict with the provision contained in these constitutions, the Constitution shall prevail and that as a law. Kwa hii inamaanisha kwamba sheria yoyote ambayo itaipinga hii katiba itaondolewa au itakataliwa. Nasema the Constitution shall prevail and that other law to extent of inconsistent the Constitution shall be void. Kwa sheria yote ambayo itaipinga hii ya hapa Tanzania itakataliwa. Sawa? Itakataliwa. Kwa hii ndo katiba, hii ndo ibara ya 64, ibara ndogo ya 5 ndo inasema hivyo. Lakini pia kitu kingine cha kumalizia, kwa mfano hii ibara ya 67, ibara ndogo ya kwanza, naona ina A, ina B. Kwa Kiswahili kwa Kiingereza tunasema kwamba the article 64 sub article 1 paragraph A, article 64 sub article 1 paragraph A. Lakini kwa Kiswahili tunasema ibara ya 67, ibara ndogo ya kwanza A. Kwa ibara ya 67, ibara ndogo ya kwanza B. Hivyo hivyo. Kwa katiba ndo inasomwa hivi. This is the Constitution of the United Republic of Tanzania of 1977 ndo inasomwa hivi. Tukutane tena kwenye kipindi kingine, kwenye video nyingine. Usisahau kusubscribe, kushare na watu wajifunze, na lengo langu mimi Tanzania wajifunze, waelewe namna ya kusoma katiba, wajue nasomekaje kama hivyo. Asanteni sana.